maisha yangu kabla ya kuwa hivi. Ghafla naona damu zinamwagika. Naweka mguu chini, mshipa ukaitokeza kwa nje. Kuna mtu kaniuliza, Muno, imekuwaje uko hivyo? Huyu ni mtu ambaye nilimfanyia makeup mwaka 2018, alafu akaja kuniona mwaka 2023, akashangaa, huyu ni Muno ninayemjua. And I totally understand, kwa sababu mimi wa kuanzia 2020 kurudi nyuma na mimi wa kutoka 2021 mpaka sasa hivi, yani tofauti kabisa, ni identity tofauti. Kwa hiyo leo nataka niwaambie, so grab your popcorn. Nataka niwaelezee maisha yangu kabla ya kuwa hivi, halafu kichonifanya nikawa hivi, halafu maisha ya sasa hivi. It's gonna be good. Mungu wangu, nitaongea sana, alafu nitajitahidi pia nisilie. Okay, turudi nyuma mwaka 2020. No, turudi nyuma mwaka 2018, 2019, 2020 was the last. So 2018 nilikuwa bado nasoma. Halafu nimedevelop skill ya kufanyia watu makeup. Kwa hiyo nilikuwa nafanyia watu makeup. Nilikuwa na mambo mengi naendelea. At that time, kwa mwaka 2018, na wanafunzi au watu kwenye umri wangu walikuwa hawafanyi much. So kwenye group la watu kama age yangu, mimi nilikuwa naonekana ni mpambanaji sana. Nilikuwa naitwa hustler. Nilikuwa natolewa mfano kwamba Muno anajitahidi sana. Yaani niko chuo lakini nina biashara ya juisi, nina biashara ya ubuyu, nina biashara ya makeup, ninafundisha watu makeup, ninatengeneza course online, nina YouTube. That's when I started posting on YouTube. It's so good to be back. It's like me talking to my younger self. Okay, don't cry. Give me a moment. Kwa hiyo nilikuwa hivi imagine naanza kulia hata bado sijafika kwenye story yenyewe hiyo. Najitahidi kwa sababu sitaki tuachuzi hii makeup yangu, hapana. Okay. Sasa wait, just give me a moment. Let me pull my hair well. And distract akili yangu ifikirie kitu kingine. Okay. So nataka uelewe concept ya kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimeishi kwenye social standard ya kuwa mtu ambaye watu wananitegemea kuwa I can always make it up, I can always figure that things up. Sasa kwa hiyo nilikuwa na identity ya hustler, okay? Nimemaliza chuo mwaka 2019. Sikuweza kurudi kwetu, mimi natokea Mwanza. Sikuweza kurudi kwetu kwa sababu I have things ambavyo vilikuwa vinaendelea. Nilikuwa na biashara ya makeup. Kwa hiyo kama nimemaliza chuo, I have to look forward to how to expand it, okay? Sasa kwa kipindi hicho nyumbani kwetu wanategemea mimi nirudi, si ndivyo? And then I said, hapana, mimi siwezi. I have so many stories to tell you before that. Anyways, nasema mimi siwezi kurudi Mwanza kwa sababu nataka nifungue biashara ya makeup. Wazazi wangu mimi are very supportive. Wakasema sawa, kama unataka kufungua biashara na una idea na una kila namna ambayo unaweza kufanya, just tell us, tunaweza tukakusupport vipi. And they really supported my journey ya makeup kwa kipindi hicho. Sasa 2019 kuingia 2020 nilikuwa nina studio ya makeup Kinondoni. Watu ambao nimewafanyia makeup hicho kipindi, oh my god, you guys, you the real OGs. Mind you, soko la makeup kwa Dar es Salaam ni very competitive. Na kwa hicho kipindi ni kipindi ambacho kulikuwa kuna kina Lavi makeup, sijui kina nani. Kwa hiyo mimi ambaye ndo nimetoka fresh from school, issue ya makeup ni kazi ngumu sana. Mimi ndo maana na respect sana makeup artists. Makeup ni kazi ngumu sana. Unasimama, you craft everything to bring things into perfection. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo inanitesa pia, ilikuwa inaniumiza mgongo, ilikuwa sipati hela nzuri kwa sababu mtu anakuangalia wewe, you have nothing. Kistudio changu chenyewe kilikuwa ni kidogo, nikipata picha nitaweza kuweka hapa. Nilikuwa napambana jamani. Mimi mtu akiniambia kuhusu wing, I've done that. Nilikuwa ninatoka Kariakoo, natoka nyumbani, naenda Kariakoo, nanunua vipodozi vya makeup, naenda kuviweka kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikiwa namfanyia mtu makeup, ninamuuzia na vile vipodozi, okay? Kitu kingine ni kwamba makeup, kama sio mtu mkubwa, hauwezi kupata wateja kila siku. Hata kama ni mtu mkubwa, sidhani kama watu wanapata wateja kila siku. Mimi nilikuwa napata wateja ya Jumamosi au Jumapili. Kwa kuanzia Jumatatu mpaka kimya, niko siuzi chochote. Nilikuwa ni mimi nashindia miogo kwa sababu sina hela nayoingiza. Na hela natakiwa nitoe, nilipie umeme, nilipie kodi, nilipie sijui nini. You understand? Kwa hiyo nilikuwa napambana sana mtandaoni. Nilikuwa nauza vitu sana mtandaoni kuliko kutegemea
mtu kupita kufanywa makeup. Hiyo ni 2019 mpaka 2020. I met great people walikuwa wanafanya makeup kwa kipindi hicho, tulikuwa tuna collaborate. Again, tulikuwa tuingize chochote, tulikuwa tuingize pesa. Hata hela tukiingiza ni ndogo sana. So ikafika mwaka 2020, ile COVID ilivyo hit kwa nguvu, ilipiga kila mtu. Mimi nikakama up na idea kwamba ngoja nifundishe watu makeup online. Nilipata hela kidogo. Nilipopata hiyo hela nikasema kwa nini nateseka da? Nilikuwa nateseka sana in the sense of nafanya kazi sana, najituma sana. Hii ndio concept ambayo wanawaambia watu, kufanya kazi sana haimaanishi utapata hela, kwa sababu I've been there. Mimi nimefanya kazi sana, nimepambana sana. Yani don't take me back. Nitakuwa okay, that's another story. Nimetumia message ma celebrities sana, like can I do makeup for you? Hii video itakuwa ndefu maana nataka nivumilie, niko nalia. Okay, so nimetumia message ma makeup artists, ma celebrities makeup sana, kuambia jamani, naomba nikufanyie makeup, usinilipe, naomba tu nikufanyie makeup uonekane. No, they never gave me a chance. Na kwa nini wanipe chance? Kwa nini wanipe chance mtu kama mimi? Because at that time I didn't have anything special to offer. I really didn't. Even though deep down nilikuwa najua I have really something greater to offer, but I didn't know. Haya. Nikasema kwa nini mimi nateseka hivi? Let me just go back home, kwa sababu mimi nyumbani kwetu wanipenda sana. I'm always welcome to go back home. Yani maisha kinitandika, I can always count on my family, si ndivyo? Nikachukua ile hela niliyoipata kwenye kufundisha madarasa, nikabook ticket. Mimi ni katika kustruggle, bado nilikuwa napenda luxury. Nikabook ticket ya ndege Kibati, nikaenda nyumbani. Nikafika nyumbani, I focused on YouTube because ni vitu vya online na tuwezi kuengage physical kipindi cha COVID online. Nikawa na post sana YouTube. Nikakutana na TikTok. I was like, no, I don't want to do TikTok much because nilikuwa sielewi. Sasa 2020 natakiwa nimekaa nyumbani sasa, nakaa mpaka lini? Kumbuka na maisha yangu yanaenda da, nilichukua tu likizo, kwa have to go back to da. Na nyumba niliyokuwa nakaa da, nilikuwa nakaa Mikocheni. Yani utake kujua mimi nilikuwa napenda mambo mazuri. Nilikuwa nakaa nyumba Mikocheni, nalipa 200,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kodi yangu ilikuwa inaisha mwezi wa pili. Kodi yangu ilikuwa inaisha mwezi wa pili, kwa hiyo natakiwa niwe na 1,200,000 mwezi wa pili. Hapo tunaongea ni around December. Nienda nyumbani December. Yeah. 2020 December ndo nilienda nyumbani. Kwa hiyo ukichukua ule muda wa 2020 wa December mpaka February ni miezi mitatu. Mkononi nilikuwa na 500,000 nyingine. Yaani nilikuwa nimekusanya kama 1,000,000. 500,000 nikalipia nauli ya tiketi, 500,000 nikawa nimebakiza kwenye kibubu ambacho kipo huko Mikocheni. Niko stressed mbaya. Nasema natakiwa nirudi nyumbani nirudi by Januari. Alafu ni figure out nawezaje kupambana kupata 700,000 ili ifike 1,100,000, 200,000 nimlipe mwenye nyumba, na mwenye nyumba wangu alikuwa wewe mwenye nyumba wangu alijua kunipa shege. Hiyo ni 2020, sasa tunaingia 2021. Tumekaa my dad akaniita, akaniambia talk to me, like my dad is a safe space. Anaweza akakwambia like talk to me. Are you sure unataka kurudi da? Are you sure, like just tell me, are you sure au mambo ni magumu au, because you can always stay at home. Nikamwambia usijali. I got you. Akaniambia sasa, akaongea kama mzazi, akaniambia nakupa time frame mpaka kufika Januari mwishoni huo umenipa majibu. Usije ukawa unakaa da alafu unateseka. Kwa hiyo ikifika Januari mwisho wa mwezi alafu una majibu sahihi ya either unafanya kazi vizuri au you're gonna come back here. Nikamwambia haina shida. So imagine natakiwa nirudi da, alafu I have to prove my dad right. Sijui wrong, sijui right, whatever. I have to tengeneza hela kwamba mwenyewe sina kazi. Makeup ndo kitu ambacho nategemea. You can't imagine the stress kwa kipindi hicho. Nilikuwa bado mdogo. So kama sasa hivi na upeo mkubwa kufikiri na sio mimi wa sasa hivi unaoniona hapa. Basi nikaambia baba ina shida. Nikarudi. Nimerudi da tarehe 17. Nimerudi da tarehe 18. Yeah, tarehe 18.
Unajua mtu anayetoka Mwanza lazima abebe samaki. Yeah, kwa nilikuwa na samaki natakiwa nimpeke rafiki yangu, na rafiki yangu nimerudi na samaki, akaniambia sawa, na mimi mwenyewe nataka nikuoneshe nilikwambia nimehamia Goba. Nikamwambia sawa. Kwa nikija kuletea samaki utanielekeza kwako ni wapi nije nipaone. Sawa. Kwa nikabeba samaki zangu, I went to my friend tarehe 19 sasa. Kwa sababu tarehe nilifika ikabidi nilale, nikamwambia nitakuja kesho. Tarehe 19 nikaenda. It was beautiful. She's a great friend. She's such a good friend mpaka sasa hivi. Basi nikambebea samaki nikaenda. Imefika saa 8 usiku tumelala. Saa 8 usiku mimi nimetoka kuzaliwa. Mimi sio mtu ambaye nakunywa maji mengi sana. Kwa hiyo sio rahisi mimi kubana mkojo usingizini. Yaani hata sasa hivi nikibana mkojo usingizini najua naenda kupewa taarifa ya kiroho. That's just it. Niko saa 8 usiku nimebana mkojo. Vipi? Kainuka, kaenda chooni. Sasa nimefika chooni, imagine nimebana mkojo kiasi kwamba you just wanna vua nguo uchuchumae kwa juu. Si ndivyo unachoka kwa cha kuchuchuma. Ndala naziona za chooni nikaziva. Sasa ndala zilikuwa zina maji, alafu kile choo nikiwa na picha jamani nitaiweka. Kile choo kilikuwa kama kina ufa kidogo, sio sana. Kilikuwa kina ufa kidogo. Jamani, sijui niliteleza vipi. I still don't know to this point. Sijui ni usingizi, sijui ilitakiwa tu ni kama vile nilipepesuka tu nikateleza, nikaenda kupiga mguu nyuma ya kile kiufa cha sinki ya choo. Choo kimekaa hivi. Choo, hichi ni choo. Kwa hapa kuna tundu liko hapa, si ndivyo? Kwa nikapiga hapa. Nilipopiga kwa force pakapasuka kwa sababu kuna ufa tayari. Nilipopasuka hii ikanitoboa mguu. Ikanitoboa na kunikata mshipa wa mguu wa nyuma. If I have a picture here, nitaweka picture. Nitaweka picha, sijui na ruhusu. Hivyo nikakatika. Sasa mimi sikuwa najua ni kitendo cha sekunde chache sana. Yaani ghafla naona damu zinamwagika. Nikajaribu kuweka mguu chini ili kujua nimejichuna tu au vipi. Naweka mguu chini, mshipa ukaitokeza kwa nje. Niliona mshipa, niliogopa. Ukumbuke ukipata maumivu makali ya hivyo au injury kubwa hivyo, husikii maumivu hapo hapo. I'm telling you. Nikawa vile nilipata shock. I have videos ambazo nilizichukua kipindi na ninavuja damu. Nikaenda kuchukua nikachechemea na mguu mmoja, nikachukua simu yangu, nikaanza kujirekodi. Just like that. Like, what's going on? Sisikii maumivu completely, yani niko numb. Rafiki yangu, we panicked. Tukaenda hospitali Muhimbili. Hiyo nayo ni story nyingine. Kupelekwa hospitali Muhimbili, hiyo ni story nyingine. Ile hospitali ni nzuri, sijui ni mimi mwenyewe ndo nilipitia hiyo experience ili nijifunze. It was very traumatic. The experience I got pale, it was really traumatic. First of all, nimefika kwa sababu tokea saa 8, kwa sababu nilijua ni saa 8 kwenye zile video nilizokuwa nachukua. Nikuja kuangalia video ambayo nilichukua ya mguu kuwa navuja damu, ilikuwa ni saa 8 dakika 15 jioni, I mean usiku. Kwa hiyo mpaka nafika Muhimbili ni kama saa 10 hivi kasoro. Imagine nimekuja kufanywa operation saa 1 jioni ya siku inayofuata. Hiyo ilikuwa tarehe 19 usiku kwa mke tarehe 20. Kwa hiyo nikaja kufanywa operation tarehe 20 saa 1 jioni. Can you imagine? Kingine, nimefika hospitali, madaktari wanasema, wanaongea wenyewe kwa wenyewe. Huyu tumfanyie stitches au tufanyeje? Mimi sielewi. Au ni tendonitis wanasema. Tendonitis sielewi stitches, sielewi tendonitis. Mimi nataka tu wanisaidie niondoke, nilijua nitaondoka hiyo siku. Nimekuja kupigwa sindano ya tetanus saa 12 alfajiri. Nimekuja kuchoma sindano ya maumivu, basi maumivu yalianza kunipata saa 10 hivi sasa. Maumivu ndio yalikuja kunipata. Nikachoma sindano almost 4 hours later ndio wakaniattend. I still didn't understand what's going on. Kumbuka mimi wazazi wangu wako Mwanza. Sielewi chochote. Nimekaa kitandani, madaktari wanakuja wana rotate, wakawa wanaongeleshana, wanaambia hii ni tendonitis. Daktari mmoja akamwambia mwenzake kwamba huyu hatumfanyii tu na nilikumshona mguu. Huyu tunatakiwa tumfanyie operation kwa sababu imechanika, tendonitis imechanika. Mwenzake ambaye naisa alikuwa ni intern akamuuliza atachukua muda gani ku recover. Akafanya kama kuongea taratibu, mimi yako sikusikia. But I was very curious to know tell me nitapona saa ngapi, nitapona muda gani. Baada ya kuongea akarudi kwangu akaniambia, binti,
how are you? Ngambia I'm doing okay, kwa sababu huo muda tayari kwa shaniekea kidude hapa kidoleni muda wote. Nina drip ambayo inapitisha nini ile magnesium, sijui nilikuwa tu I was doing okay, maumivu yalikuwa yamepungua. Daktari akaniambia sasa unafanya kazi gani? Nikamwambia mimi nafanya tu weka zangu, mimi ni makeup artist, nauza vitu tofauti hivyo. Akaniambia sasa una familia? Nikamwambia familia yangu iko Mwanza, lakini hapa nina ndugu ambao they can take care of me, haina shida. Mimi kichwa changu najua ni kitu cha wiki moja. Akaniambia okay, sasa issue yako itakuchukua kama miezi 9 kupona. We ni mtoto huyu tunajifungua. Oh my god, 9 months. 9 months. Just imagine. Angalia vitu nilivyokusimulia, just imagine unaambiwa for you to come back to uwe na uwezo wa kuanza kutembea tena, kufanya vitu vyako 9 months. Wewe ni mtu ambaye umezoea kujifanyia vitu, umeshaambiwa wewe ni mpambanaji huko, wewe ni mpambanaji. Then boom. Just like that, you were supposed to stay still. Kitandani. 9 months. Lazima ukijitahidi sana miezi 6 unaweza kaanza kuwekea mguu uzito. Lakini the best thing nataka sasa nikwambie, kila mtu alikuwa nielewe, the best thing kipindi daktari ananiambia, I felt relief. Yaani nijisikia hueni, nijisikia oh my god finally. Kwa sababu kumbuka nimesahau kuambia sehemu moja. Kipindi nina zile changamoto zile za nimepewa deadline na baba, sijui kazi, hayo yote. Niliamka usiku, nilipiga goti, nililia, nikasema Mungu naomba unipumzishe. By kupumzisha pale nilikuwa namaanisha just let me die. I'm being honest. Yaani like nimechoka because I don't see the point of life. I don't see nilifika hiyo point. Nilishafika hiyo point mara 2, nishawaambia sana. Kwa hiyo nilivyoambiwa nakaa kitandani miezi 9, it made sense to me because I already talked to God kwamba nataka kupumzika. Kwa hiyo Mungu ameona labda sitaki kupumzika kwa kufa, ameona nipumzike kwa kukaa kitandani miezi 9, then I'll figure everything out kwenye hiyo miezi 9. Do you get my point? Kwa daktari aliponiambia, I felt relief, like ili click kichwani kwamba this is the break that I needed. So now I don't have to pay rent. I don't have to find the remaining like saba. I have an excuse now. Yaani naendaje tena kujitegemea, kukaa mwenyewe, kwa independent woman wakati naumwa. That was such a relief. Kingine, baba yangu ananiuliza nini? Mimi sasa hivi ninaumwa. Mimi nikuoneshe mpangilio wa maisha yangu kivipi mimi ni mgonjwa. I got that privilege kwamba you guys should never expect anything from me because mimi ni mgonjwa. It was such a relief. Unaona? Watu wengine wananizunguka walikuja kuniona, mzazi wangu kaja maana niwapigia nyumbani. Waliposikia Mungu wangu, imagine wanamjua mtu ambaye ni mchapakazi. Mchapakazi sasa kazi haichapiki. Mchapakazi anatakiwa lale kitandani. Imagine si unamwona kama vile amepoteza. Kwa macho ya nje nilikuwa naonekana nimepoteza, nilikuwa naonekana kama Mungu wangu. Why? Kwani nimemtokea? Nilikuwa naonekana kama napitia changamoto kubwa sana. Little did they know kwamba I knew I needed that. Sikuwa najua inaniandaa vipi. Honestly, at that point nilichokuwa najaribu kukea ni kwamba tu as long as silipi kodi, sitohangaika na kitu chochote, sawa. Sitaka kujua hii ajali ni kwa ajili ya nini, lakini pia sikujua kama ni ajali ya kiroho. Nimekuja kujua years later. Basi nikafanywa operation. Operation nimekuja kufanywa saa 1 jioni. Hapo hiyo operation ni kwa sababu tuna connection, tulipambana kupata connection. Imagine mtu ambaye ana connection. Anyways, that's okay. Ni operation yangu ilichukua masaa 3 kwa sababu ningia saa 1 nikatoka saa 4. The experience was okay. Nimewahi kuingia theater tena. Hiyo ni story nyingine. Mnikumbushe kwenye comment. Nimewahi kuingia theater kwa nilivunjika mkono. Mimi nina fractures 2. Nina fracture ya mkono na fracture ya mguu. Zote ni spiritual awakening na nitakuja kuambia hii ya mkono kwa sababu sasa hivi nataka kuambia hii ya ukubwa ni hii ilitokea mdogo sana. Kwa hiyo najua procedure ya kuingia theater. Ya mguu walinipiga
nusu kaputi, hawakunipiga kaputi full kaputi hawakunipiga nikazima, waliniweka tu nusu kaputi, and then wakawa niongelesha. I didn't have any problems with that experience kwa sababu sikusikia maumivu. Nilivyopelekwa udini sasa, hapo kila mtu ameondoka, walikuja kuniona wote wameondoka, sina simu ya kusema nimpigie mtu ani comfort, sina nini. By saa 8 usiku, saa 8 au saa 6, maumivu yale yakarudi. Mtu ambaye amefanya operation anajua kwamba maumivu ya kufanya operation pale huwezi kuyasikia mpaka ukimaliza operation. Maumivu yalikuja. Jamani, sikumbuki kama nimewahi kulia kwa maumivu kama hiyo siku. Nilikuwa nalia kama mtoto, nalia. Nesi anakuja ananiambia na kumbuka yule nesi mpaka leo. Ananiambia, unajua tumeshamchoma sindano ya maumivu. Nikamwambia niongezee tu. Akaniambia nitakuwa overdose. Nikamwambia naomba uni overdose, namuomba na nili nesi ani overdose. Akaniambia siwezi kuku overdose. Yaani siwezi kukuongezea sindano. Na sindano nilikuwa nachoma kwenye paja. Wananidunga sindano. Lakini haikuwa inanisaidia. Maumivu yalikuwa ni makali sana, maumivu ya kukatika mshipa mkubwa wa mguu. Alafu ukashona, imagine wanakushona, wanakufanya hivyo, ukashona na nje. Alafu wakakuvalisha tu cast, and then maumivu it was such a physical pain, and every time I think about it na then that physical pain was a sacrifice, ama ile damu ambayo nilimwaga was a sacrifice. Haya, naomba mkumbuke tarehe na muda nilipata hiyo ajali na mwezi, sawa? Baada ya muda nika discharge, so I started a new life ya kukaa kama mgonjwa, na nilikuwa nakaa tu nilikuwa natakiwa niende hospitali kila baada ya siku 2, natembelea Magongo, and I was okay. I was the happiest. One thing about me ni mwepesi sana kuvisualize. Nilikuwa nikikaa na visualize hivi, what if nisipopona nikaa naweza kutembelea Magongo tu for the rest of my life, and I was okay. I was like, okay, hata nikitembelea Magongo no problem. Like, you know, I was a free soul. I was so happy. I was like, it was so good. Such a good experience I had. Like, nothing would prepare me for what kilikuwa kinakuja baada. And I think kilichokuwa kinakuja baada ni kikubwa sana, so I really needed time kutulia, kuground na kujijua mimi ni nani, ili niweze kuifikia, tuisemeje, kufikia kitu ambacho nitakiwa kukifanya sasa hivi. No, niona mimi sasa hivi nisingeweza tu kukurupuka siku moja nikaanza kukua hivi au nikaanza kuambia. I really needed that time kuground, kutulia tuli, kuonekana kwa macho ya nje kwamba napoteza, lakini ndio muda ambao narudi ndani yangu. Na ndio hicho kitu nawaambia kwamba watu wengi wanaogopa kile kipindi ambacho napoteza, zile nyakati ngumu, wanahisi ni nyakati ambazo hawawezi tena. Depends on how you are using that. Okay? Nisianze tena kuwapa lecture, tuendelee. Mungu wangu, kwa sababu ulikuwa haukanyagi chini, ukawa wika, alafu ukawa mweusi ukawa mweusi sana, mweusi. Kwa hiyo nilipokuja kutolewa ile cast, nikana tafuta namna mguu wangu utarudije kwenye rangi yake kawaida. Unajua, japokuwa niambia utarudi with time, lakini mimi nikana harakisha. So with that, kipindi hicho ndo nikagundua kutengeneza scrub kwa kutumia scrub, lakini pia natamani nionyeshe mguu wangu. Yaani mguu wangu ukiachana kwamba ulikatika ndani, kidonda kile cha nje kilikuwa kimechimbika. Kwa hiyo nilikuwa natakiwa kila baada ya siku 2 naenda hospitali kikasafishwe, kipakwe dawa ili kisije kikaoza. Nilipitia physical pain, nilipitia emotional disturbance, kwa sababu daktari anakuambia usipokuja siku 2 utaoza mguu. You know that. Hapo ndo nilipokuja kugundua matumizi ya chumvi ya mawe. Guys, kila mara nakuambia chumvi ya mawe will do you wonders. Huwa mnahisi sijui I'm trying to sell you. No. Chumvi ya mawe imeniponya kidonda changu cha nje. I'm telling you, kwa sababu ilifika point nimechoka kwenda hospitali. It was so exhausting. Aya, na ndo kipindi nilichogundua scrub. Kwa scrub, nilitengeneza scrub yangu nyumbani ya turmeric kwa ajili ya kusugua mguu ili urudi kwenye rangi yake. And then kidonda changu nikachukua chumvi ya mawe na changanya na maji ya moto kidogo, and then I test inatakiwa iwe ina test kama machozi. Nachukua pamba mwenyewe ndani, nasafisha kidonda changu. Chumvi ya mawe imeniponeshia kidonda faster kuliko dawa nilizokuwa napewa hospitalini. I was like, okay, so I started digging deeper on faida za chumvi ya mawe. Nikaona hapa nina opportunity. Kama scrub ya manjano imenisaidia ngozi yangu kukaa sawa ya mguu, na chumvi ya mawe imenisaidia, okay, naweza nikaanza kuuza. Nikaanza kuuza. I just started like that. Nika launch
nunua makopo yangu, nikatengeneza scrub. Nina mguu wangu haufanyi kazi, na nina mabeseni yangu hapo, ninatengeneza tu hivi, naweka kwenye makopo, mimi na mtandao. Yani mimi ulikuwa niambia kitu na mtandao, ni mimi hapa. And I'm very creative. So na kutengenezea caption kipindi hicho, hata ChatGPT hajaja. Captions zangu ukienda kuangalia kwenye page yangu ya biashara, oh my god, I was writing all that. Naongea na wateja nikiwa kitandani. So siku moja, kipindi hicho ndo TikTok watu wanaitumia sana, 2021, right? Siku moja niko na scroll. Kumbuka mimi ni mtu ambaye tayari huaga na interest na mambo ya kiroho, lakini sio ile deep. Yani nilikuwa nikikutana na mtu anaongea meditation, nitamsikiza hata kama sifanyi. So one day nikana scroll, nikakuta mtu anaongelea jinsi gani maisha yake yamebadilika. And I'm like, oh my god. Nikana sikiza, lakini kipindi nasikiza huku nasoma comments, nikakutana na mtu kaandika, jamani, kama kuna mtu ambaye hajaangalia documentary ya The Secret aende akaangalie, au kama hajasoma kitabu cha The Secret, jamani, nakuomba ukaangalie, kitakusaidia sana. I was like, okay, I don't have anything to do. Sina kazi, sina mtu anitegemea, sina mtoto, sina maisha. Kwa hiyo na bado langu hapo linatosha. Nikaingia chat, nikakimbia, nikaenda YouTube, nikaandika The Secret documentary, ikaja lisali moja. Na kuambia nilikaa hivi na simu, sikupepesa jicho mpaka ile documentary inaisha. It was the best thing I ever saw. That sasa ile ndio ilikuja kuniamsha kwamba this is what you're supposed to know. This is what you're supposed to focus on, the documentary. Kila nikikutana na mtu namwambia, jamani, unajua hivi, jamani, angalia documentary hii ya The Secret. Hapo nikaanza kujua mambo ya angel numbers, nikaanza kujua mambo ya chakra. Hayo yote nilikuwa nafanya meditation kama kichaa, kwa sababu sina kazi nafanya, muda wote nimekaa kitandani. Kwa hiyo ninafumba macho, navuta pumzi, naachia, navuta pumzi, naachia, navuta pumzi, naachia. Ninafanya meditation zile konki ambazo ukiingia unaanza kurotate, unapotea. Nimefanya sana hizo tutu. Kwa hiyo kwanza nilikuwa na enjoy, nilikuwa nasubiri saa 8 usiku ile. Najua kabisa hapa kimya, hata mtu hawezi kunipigia simu. Naeka AirPods zangu, navuta pumzi, naanza kufanya meditation. Nilikuwa nafanya meditation hizo, nasikia kabisa jinsi energy inavyobadilika. Yaani nasikia kabisa, I don't know. You guys have done that. Kama mtu hajafanya hiyo meditation akafanya. Yaani nasikia mzunguko wa energy ndani yangu, kuanzia kwenye miguu, unapanda kichwani, unazunguka, nasikia nazungushwa hivi nikiwa nafanya meditation. I was enjoying that. Asa nikiwa sijui, kumbe the more nafanya meditation, the more na unlock what I'm supposed to be unlocking, the more nakuja kupata knowledge. Nilikuwa nikilala naota vitu ambavyo na kesho yake vinatokea. Nilikuwa nikilala napata taarifa za watu. I was enjoying that. Pia nikaanza kujifunza concept ya manifestation, kwamba kila mtu ana uwezo wa kufanya manifestation, kila mtu ana uwezo wa kujua jinsi ya kucheza na akili yake, kila mtu ana uwezo wa ku-alter realities evil. Sasa kanasema, let me put this into a test. Hii na kufundisha law of attraction, let me put it into a test. Nikaanza ku manifest vitu makusudi ili nione kama vitatokea into reality. First of all, nika manifest nyumba ya kuhamia. Sasa kwa sababu nilikuwa nakaa kwa mtu, sasa hivi nimeshapona. Mwaka mzima mimi nilikuwa naumwa. Kwa hiyo ile nasema by 2022 niwe na sehemu yangu ya kuishi, niwe na nyumba nzuri. I don't know how that happened kiukweli. By 20 exactly siku ambayo nilipata tarehe 20, sasa siku ambayo nilifanyia operation ndio siku ambayo nilihama nikamea kwenye nyumba nyingine a year after. Kumbuka kitu kingine ni sawa kuambia, kipindi na nimerudi sasa, nimepata ile ajali and kulikuwa kuna cost nyingi zinahitajika, na ile 500,000 si mnaikumbuka ya kwenye kibubu $500,000 cost za operation ni nyingi. Alafu mimi najiona kama sina matumizi na hiyo hela, nikatoa ile hela. Alafu kingine nikauza vitu vyangu, TV, kochi, nikauza vitu vyote kwa sababu mimi sasa hivi sina mgonjwa, sivyo vitu mimi vya nini. Nikauza kwa sababu nilitakiwa ni check out kwenye ile nyumba. Nilibakiza kitanda na meza na kiti. Siku na hamia kwenye nyumba nyingine, nilikuwa na kitanda na kabati, meza na kiti. Kitanda changu nimekiweka chumbani na kabati, kiti na meza nimeweka sebuleni. I have nothing else. Nothing, like completely nothing. Imefika hiyo mwezi wa kwanza nimebakiza kama 300,000. Ndio nilikuwa na change 300,000 kwenye biashara yangu. Kiniuza what is your net worth na 300,000. Nikasema ina 300,000. Ngoja niagize mzigo. Nilikuwa naagiza mzigo Kenya. Ngoja niagize mzigo. Ukija huo mzigo nitengeneze bidhaa zangu, niuze, nitapata tu hela.
Nikaagiza mzigo sikwame huko njiani. Nikaanza kupanic. Nikiwa katika hiyo kupanic, naona Mungu wangu sina hela, naanza kujikumbusha, Mungu umejifunza nini? Mbona unajua vitu, umeanza kujua vitu. Mbona unajua mambo ya manifestation? Mbona unajua kuanza kusaida. Sasa kile kipindi kikaanza tena kunirudisha kwenye yale ambayo nilikuwa nayajua kipindi naumwa. Nikaanza kupumua na kutupumzi na kutupumzi. It was a very tough period ya kujitengeneza hapo 2021, kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Nikawa na posti TikTok, lakini na posti tu vitu vyangu vya ajabu ajabu. Ninapozidi kupost, nikikutana na mtu anaongea kitu TikTok, nasema mbona aongei mpaka mwisho, au aongei kwa in that depth? Mbona anachokiongea nakijua mimi kwa in that depth? What should I do? Like, hapo sipati taarifa kama nitakiwa niongee, lakini nilikuwa nina maarifa. Yaani nilikuwa ninapata taarifa kichwani mpaka nachanganyikiwa. Namwambia nani? Watu nilionao hata wanisikilizi, nikimwambia mtu afanye hivi hata afanye. Kwa hiyo nakuwa najitesa, ilikuwa inanitesa, nilikuwa siri. Nakumbuka kuna siku nilijifungia ndani, nahisi kama nachanganyikiwa. Spirituality is not a joke. I'm telling you. Kama hujawahi kufikia point ambayo unahisi unamkufuru Mungu, unahisi kama unatenda dhambi, unahisi kama everything is not working out for you, labda hujaifanyia spirituality vizuri. Lakini the real spirituality, lazima utajiona wewe unamkufuru Mungu. Lazima utajiona wewe utaji-question your choices. And kama ni safari yako, you'll wake up na utaenda kufanya. Mimi nilikuwa nalia kwamba unamkufuru Mungu, lakini kesho yake utanikuta niko nafanya meditation, nafanya sound. Jamani, such a beautiful journey. Sasa siku moja nikaa namwambia mtu wangu wa karibu kabisa, amenipigia simu, nikamwambia nilikuwa na journal. At that moment nilikuwa na journal sana, kila kitu na journal, yani nikamwambia I wanna share a story with you, ambayo hiyo story nimeishare Twitter. Hiyo siku niliamka nikashare Twitter kwamba kuna siku nilijisikia kama nataka kuwa suicidal, lakini ikawa hivi. Akaniambia umeshare story Twitter? Nikamwambia I think you can keep sharing your story. You should keep sharing your story. Kuna mtu ambaye anaweza kukusikiliza afu akaelewa. Nikamwambia yeah, you think so? Akaniambia afu akaniambia kingine unaniambia mambo ya journal. Mimi sikuelewi, lakini I'm pretty sure the more you speak about it, the more utakutana watu ambao wanakuelewa. Do you think so? Akaniambia yeah. Akaniambia I think you can be a spiritual teacher. Wewe ni mtu wa kwanza alioniambia mimi hivyo. Nilikuwa namjazia hayo mambo mengi, nakwambia leo kuna hii poto leo tufanye nini? Ananiambia sawa. Namwambia hebu toka nje angalia mwezi huo. Ananiambia sawa. So hiyo siku akaniambia mimi huwa sikuelewi, but I'm pretty sure you'll find your people. So please teach on TikTok. Kwa sababu kwa najua TikTok naongea ovyo ovyo. Akaniambia please teach on TikTok. Nikamwambia how do I do that? Akaniambia just speak the way you're speaking to me. Just record yourself speaking as the way you're speaking to me. Okay, I think I can do that. And if you know kama hicho kitu kwa ninatakiwa nikisikie taarifa kupitia yeye, the minute ameniambia nijisikia vizuri, I was like oh yeah, can't wait to talk on TikTok. Hey? Hai, kumbuka na maarifa mengi yamejijaza karibia mwaka mzima sijaweza kuyawasilisha kwa sababu my biggest mission ilikuwa ni kuwasilisha taarifa. Kwa hicho kipindi chote ambacho nilikuwa sijui na wasilishaji nina maarifa yamejaa hivi na ni suffocate. Haya, hapo sasa nilikuwa na concept moja ya feminine na masculine. Nikakutana na rafiki yangu mmoja, nikamwambia sikiliza, mimi nataka nianze kuongea TikTok. Lakini sasa sijui naongeaje, sijui nawezaje kuweka hivi kamera nianze kuongea. Kwa hiyo mimi naona wewe uje uniulize maswali afu mimi niwe nakujibu. Kwa sababu nilikuwa najiuliza nikisema niongee hivi moja kwa moja nitaongea vitu vingi, nitachanganyikiwa, mtaniona kama kichaa kwa sababu na mambo mengi ya kuambia. Akaniambia kwa hiyo niulizaje? Nikamwambia wewe niulize swali kama vile una mpenzi wako, afu huyo mpenzi wako kama akusikilizi, afu mimi nitakupa concept ya feminine energy. Akasema sawa. Nikienda kuangalia hiyo video sijui nitaipata. Nitaiweka hiyo video nikiiona. Nauliza swali. Sema mimi mwanamke wangu aniheshimu kabisa, yani kichwa ngumu. Kichwa ngumu sana. Mwanaume ana energy inaitwa masculine energy. Mwanamke ana energy inaitwa feminine energy. Hiyo video akana ananiuliza maswali, nikaa namjibu. Point yangu ilikuwa nataka kudeliver message ya kwamba mwanamke ambaye ana feminine kubwa ana masculine kubwa kukuzidi mwanaume, always utaona kama una date mwanaume mwenzako kwa sababu wewe you have failed to show up on your masculinity. So that was the concept. Kwa nikaanza kumwelezea, nikamwambia mwanamke wako sio kama ana shida, ni kwamba wewe tu hujui jinsi ya kumuongoza
kuongoza, labda hujui jinsi ya kujisimamia majukumu yako kama mwanaume. Ndio maana inabidi yeye kama mwanamke, kwa sababu naye ana masculine energy, ajisimamie yeye. Nilianza kutengeneza hivi, akaniambia, "Hivi unajua umenipa bonge la point?" Nikamwambia, "You sure?" "Oh ya Mungu, ameniambia kitu cha maana." I was like, "Okay." Okay, akamwambia, it makes so much sense. Hivi unajua hiyo ilikuwa ni issue kweli ya mpenzi wake. Akamwambia, "Unajua it makes sense." Yaani mimi si kwa nifanyaje? Alivyoniambia kwa nifanyaje, nikaanza kumpa matiro. Nilimpa matiro. Alikuwa kila baada ya siku mbili anakuja kwangu. "Mungu, hebu tuongee. Mungu, nataka tu niambie neno. Mungu, nataka tu niambie neno." Kwa the more nilivyokuwa namwambia, the more mimi nazidi kufunguka na kuipa space matiro mengine yaje. Kwa nilipotengeneza content ile, I believe niliona comment moja ya mtu. I was like, "Okay, I can keep posting more." Nikaanza kupost. At that nilikuwa sina community kama hii. Nilikuwa sijui na followers 4000. Nikipata mtu ananiambia hivi, "Mungu, asante sana kwa kumbe naweza kuongea." Nikaanza post. That's how I started. Nikawa na post mimi without having any thought of kwamba sijui mimi nitakuja kuwa coach, sijui mimi nitakuwa na wellness company, sijui nothing like that. I was just posting what I was going through. Yaani nilikuwa naongea vitu. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nafundisha watu. I remember that day. Natamani ningemkumbuka mtu aloniambia hilo neno. Niliwaambia watu hivi, mnajua mnaweza mkamanifest chochote? Unajua unaweza ukamanifest hata gari. Mtu akaniandikia, "Unawaambia watu manifest gari yako iko wapi?" And he or she was right, because at that time I was also teaching myself on how una uwezo wa kusurrender na kujua kwamba whatever you want, it wants you more. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa hicho kipindi ninachowafundisha ndio na mimi ninajifunza. Hicho kipindi cha 2022 2023 was beautiful journey. Oh, so beautiful journey. Because that's how it was. I have so much to tell you. That was the beautiful thing that I ever did, was to just go. Na nilipata backlash nyingi sana, nilitukana sana. Kuna siku nitengeneza content, nikawa mtu akaniuliza, "Mbona umewahi kwa astro project?" Nikawa excited kumwambia yes, kwa sababu kweli kipindi naumwa, nimemwambia nilikuwa nafanya zile meditation za ajabu mpaka za kwa astro project ya kutoka nje ya mwili. Kwa hiyo nilikutana mtu anajua hiyo concept, I was so excited kumwambia yes. Nilienda huku na nikatengeneza hiyo video. Jamani, hiyo video ina maneno. Ndio mkaangalia. Mmeshaanza kuwa wachawi. Sijui mmeshaanza kuwa nini. Kumbuka hapo bado I'm still in a journey of learning myself, of bringing this new identity. Kwa hata ukiniambia mchawi naogopa kwamba labda kweli nafanya kitu cha ajabu. Now si mnaniona. Kwa hiyo kipindi ile video ika kind of like slow me down on how I should present the things I need to say. Na kuna video nyingine nikaipost nikasema, siku ambayo my throat chakra will be fully open, amtaamini. Siku ambayo nitakuwa na uwezo wa kuongea kila kitu, kwa sababu nina mengi ambayo nataka niongee, lakini I think I have to match the frequency ya watu ambao wanatakiwa wapokee taarifa. Nikuwe nao mpaka itafika point hata nikimwambia mtu, "Jamani, chukua ungo pa," na nielewa kwamba sio ungo huo hapo tumekarisha. You understand? Kwa hiyo I had to learn kwamba na maarifa mengi siwezi kuyajaza kwa wakati mmoja kwa watu ambao hawayajui hayo maarifa ambayo mimi nimenichukua muda kuyaelewa. Kwa I have to just nikavumilia. So I'm very grateful on how this turned. I'm so proud of myself. Kwa mtu yoyote ambaye hanielewi mimi sasa hivi, just know mimi sijapurupuka tu kwa hivi, and every day of my life napata taarifa mpya. Kama unaona hii video, ina maana nimekupa taarifa, nimeongea. Yaani mimi mafanikio yangu au kuendelea kwangu au kujitambua kwangu kupo kwenye mdomo wangu. The more ninavyoongea, the more najisaidia mwenyewe. Nikikaa tu kimya inanichapa. Ndio maana mimi nashangaa watu ambao wananiambia, "Wewe dada unaongea nini?" Thinking kwamba naweza siku moja nikaquit. Watu ambao wana plot mambo kuniangusha, thinking kwamba naweza tu nikaamka nikanyamaza, because wewe you kipindi nahangaika hivi kutengeneza my own platform, kutengeneza my own voice, kujisimamia. Nobody was there. I was just myself trying to figure everything out. I figured everything out on that. Yani, it's such a beautiful story. So beautiful. So yeah, if you wanna know more baada ya hapo kuamka, yeah, ndio hivyo. Baada ya kuamka ndio hivyo, every day you get to understand
I get to know myself more, I get to know nguvu ya binadamu. There's so much mnayoona na ambayo siwaambii, na again haya nayowaambia bado sio yote ambayo natamani niwaambie. So I'm still growing with you guys. I'm still growing na watu ambao wameweza kunisikiliza hicho kipindi. Hata wewe ambao unanisikiliza sasa hivi hujachelewa, you can still like start kwenye video zangu za zamani, soma kidogo kidogo. If we align, we can keep growing together. I have so much to tell you. Mimi nina story nyingi za maisha yangu. Yaani kuna muda nikiwaambia watu mimi nimefanya uwinga nikiwa Dodoma, na ufanya uwinga watu wa Dar waamini, but that was the real story. So let me know what else you need to know. Usisahau kusubscribe hii channel, and thank you so much for being here. I'll be with you shortly on another video. Bye. World feels quiet.